Majamaa mimi naambia ni bulanda. Sio nataka niwapige riba moja genje sana. Hii riba ni a special police unit yenye ilikuwa attached pale DCI headquarter, na hii group ilihusika pakubwa kumaliza crime. Una Gaza, hii group ili play part kubwa sana ku eliminate Gaza. Akina Tomaso, hii group ili play part kubwa na wase wengi all through mpaka 2022 hii group ilihusika. Lakini acha tuanze huko mwanzo, Ultraday ilifikaje hadi group ikaformiwa? Siko hivi. 1990s ugondi ilikuwa imewaka. Alafu ugondi ilikuwa imewaka, ilikuwa ni ugondi ya madinga na ugondi ya mabank. Sio time mafido wakachini wakamedi yote ilikuwa itagwa police force. Alafu kitambo haikuwa DCI, ilikuwa ni CID. So manmano wakapiga mahesabu wakamoniaje wa form special units za kudili nini na ugondi hiyo time. Hapo ndio kama wakaform kitu kinajulikana kama Flying Squad 1992. So na kambadae kwa piga story na break ilifikaje hadi Flying Squad ikaformika kwa Flying Squad. Ilikuwa ni 2 units zilikuja zikaskanishwa. So fast forward venye ilifika 1999 kuna group fulani ilikuja ikaformiwa pia hapo kwa CID, ilikuwa julikana Special Crime and Prevention Unit. So group ilitengenezwa ndio ikuje kuoversee nini Flying Squad wakipiga shughuli yao. So in short Flying Squad ilikuja ikekwa kama chini yao, iko ni supporting unit ya nini ya Special Crime Prevention Unit. Au manmano wakapiga shughuli time ya Kibaki, wakapiga shughuli time ya Moi. So time walikuwa naingia time ya Unye. Understand? Flying Squad pia ilikuwa. So time walikuwa naingia time ya Unye, kuna mjese fulani alikuja akapatiwa kazi wapi pale kwa DCI. So man alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa George Kinoti. Sasa venye Kinoti alikuwa amechukua Vera anataka kuwa director wapi pale kwa DCI. Hiyo time sa reforms ilikuwa shakuja ikatolewa kuwa CID, ikakuwa nini? Ikakuwa DCI. So wakati huo msee alikuja akapatiwa hiyo kazi na Unye. Man alika chini akapiga mahesabu akaona hizi akapiga kazi na wasa wa Flying Squad. Jupia wasa wa Flying Squad walikuwa wameusi hiyo time, alafu walikuwa wamechoma. Basi unajua polisi inapendanga watu wao. Haiwezi taka kutupa watu wao. Kwanza wasa wamekuwa kwa hizo crack unit. Unajua zinajulikana kama crack unit. Jua ni wasa wa dangerous sana. Huyu ni msee mwenyewe amefika ta point of no return. So msee kama huyu uwezi ukamvuta tu kazi fua, lazima uko na mahesabu. Afadhali hata ukuje umwatach mali pengine akwe tu ako busy, mtu asikue free. So wakati Kinoti aliingia, Kinoti akaona Flying Squad I die. Alafu Flying Squad ilikuwa imeformiwa kwa msingi yenyewe yeye alifeel aweza kufanya kazi na hao officers. So yeye alikama kamoniaje akaamua kudisband Flying Squad. Lakini kumbuka kuna fulani nimwambia ilikuwa ina oversee nini Flying Squad ilikuwa kujulikana kama Special Crime and Prevention Unit. So Kinoti alikuja akachukua hiyo unit, hiyo Special Crime and Prevention Unit, akakaa nao chini akamoniaje hii unit anataka kuongeza vitu 2-3 na ai change. So akai-change from Special Crime and Prevention Unit akaamua kuita nini Special Service Unit. Unaelewa? So akaenda kwa Flying Squad. Flying Squad alikuwa shai disband, akachukua couple of officers ambao walikuwa kwa wapi wako attached kwa Flying Squad akawaleta hapa. Aya kwa group yake mpya. Aya wale officers walikuwa kwa Special Crime and Prevention Unit akachukua wengine akawaretain. Alafu sasa akaenda pale GSU. Lakini utisa akaenda pale kwa GSU. Kwenda hapo kwa GSU akatafuta the best of the best wenye pia walikuwa wameiva nini kusharpshoot. Na wale jamaa pia wampiga operation wapi huko for areas, akawaleta akaweka kwa unit. So kazi ya unit kubwa ikiformiwa Special Crime and Prevention Unit, walikuwa wamepatiwa kazi mingi sana. Walikuwa wamepatiwa kazi kwanza ya kudeal na terrorism. Understand? ATPU ilikuwa basi ATPU ikuwa active sana. So hao akaambiwa ni lazima mfanye nini mkwada pia kudeal na nini na wasewa terrorist. Alafu akaambiwa wanadili na highway robbery. Understand? Na pia saizi magangs za nini za hapa maeria za kusumbua. So manmano walichukuliwa wakapelekwa training, wakatrainiwa, wakaiva, wakaingiana. So manman ilikuwa ni standby tactical unit ya DCI enye walikuwa mandate kufanya nini kupiga shughuli yote kwa ground. So man walikuja wakaambiwa wasikuwa nafuata nini SSO. Unaelewa? So hiyo ni serving standing order. Unafaa kureport ukifuata nini chain of command. So officers walikuwa kwa attach kwa Special Service Unit. Hawakuwa wanafuata hiyo SSO. Au wasi walikuwa wako direct link na nani na director wa DCI. Mwenyewe tema alikuwa kujulikana kama nani Kinoti. So man ndio wakaanza kupiga shughuli. So time Gaza ilikuwa inakuja wakati mlikuwa mnasikia kulikuwa na unit enye imekuwa enye wameachiliwa from HQ wamekuja kudeal na wase wa Gaza huko maeria, ilikuwa ni unit tulikuwa nasikia ilikuwa nini SSU. Ama wako wanapiga watu maeria, wanapiga watu maeria. Lakini sasa ikafika mahali yenyewe unit pia ikakuwa kazi imekuwa ni mingi na ina overwhelm. Hiyo time pia maboy mtaani waliamua ugondi ndio form sasa.
Sasa maboy mtaani pia walikuwa wameamua ni use. Ilikuwa ni kama competition. Si Dandora, si Kayole, si Kibera, si Saika, si Madhare, si Huruma, si K. Mimi nakwambia si Coach, mimi nakwambia si Gedo. Yaani ugondi ilikuwa inapigwa left right and center. Sasa ikakuwa ni kama ni competition. Sasa hii special unit ESSU haingeweza kumanage kupiga hiyo shughuli yote. Juu most of the time ungepata labda wako attached ama wako occupied area fulani. Sasa zingine hao jamaa walikuwa wanapaka Kakamega kwa sababu wana operate from HQ. So hao jamaa wana boundary ati unafaa cooperate hadi hapa hadi pale, hapana. Ili kuwa ni standby special unit. Kumaanisha man area fulani ingeusi na kuna mgondi fulani mwenye ni munoma ama man wangeenda delay man. So ulikuwa unapata most of the time wako occupied. So unapata wakikuwa occupied huku ugondi inapigwa huku. So hapo ndio baadaye Kinote akaform tofauti kujulikana kama nini Sting Squad HQ. So kaform Sting. So Sting ilikuwa ni kama support unit ya nini SSU. But sasa ilikuja kusemekana SSU imekuwa disband, but SSU haikuwa disband. Ilikuwa ni kama ilikuwa inafichiwa juu pia ilikuwa imechoma juu Sting ilikuja kuformiwa hapa mwisho kidogo, unaelewa. So Sting ilitengenezwa ikuje kuwa kama support unit ya nini ya SSU. Sama man nakwambia hizo unit ziko mbili maeria. Vijana walikuwa wanaoma mjamaa. Ndio ulikuwa unamka hivi unapata Facebook imepostiwa fulani amechapwa. Unamka hivi wamepost Facebook jamaa alikuwa amepigwa. Shughuli mingi ilikuwa inapigwa na askari walikuwa wanapiga shughuli. Wewe jua. So man wako anapiga shughuli but ilifika mahali yenyewe maofisa walikuwa wako attached kwa hizi unit mbili. Sana SSU ilifika mahali wakajisahau. Wakati tulikuwa tunaenda kwa elections walikubali kutumiwa na politicians. Nayo inakuwa hivi. Ukiwa kwa hizi crack unit uwaga unafanya kazi, unafika mahali yenyewe uko a point of no return. Yaani ushaenda umeenda kabisa na ushapotea. Understand? In the sense that wewe ukiamua ufanye kitu utafanya tu kwa sababu hauna option, usha cross line yenyewe. Hata mdosi wako anaweza amua kuruke na kupeleka kwa disciplinary na utahukumiwa. So mahali uko ready ushapita hiyo place yenyewe. Ukiamua ufanye man unafanya. So man walikubali kutumika na nini na ma politicians. Sasa ama man walikuwa wamekubali kufanya nini kutumika na politicians. Alafu hiyo time wakaanza kupiga wanasiasa. Unapata kama akina now the current president Ruto. Hiyo time alikuwa akivurugwa sana na wase wa SSU. Kina Gachagua alikuwa akivurugwa sana na SSU na wase wengine wengi. So man wakapiga shughuli yao kwa najua itafika mahali yenyewe gava itachange. Understand? Finally vitu zilikamu zikafanyika kule kapigwa Ruto akachukua. That's why na venye Ruto aliingia tu kwa president. The first group alisema disbaniwe ni SSU na makara wengi wa SSU walikuwa na koti. Until last week ndo walitoka na bond. Last week ndo wametoka na bond wa kesi wakiwa kwa nje. Sasa hivyo ndio imekuwa. Hii group ndio ilihusika pakubwa kuchapua gondi na kumeka wasawa kuwa wako safe. Unaelewa kutoka 2012 2013 huko kukamba kama 2022 ni hao man. Hao ndio walikuwa wanapiga shughuli mjamaa. Hao walikuwa ni Bulanda. Hao walikuwa wanakuja shughuli yako mjamaa. Bulanda.